majina naitwa Abbas Kimario, ni mwenyekiti wa Bodakase, yaani Bondeni Daycare Orphanage Center, ambayo ilianzishwa mwaka 2002. Hii ni community based organization ambayo ilitambuliwa kisheria na iko kisheria kwa certificate number MMC CBO/40/208 na akaunti yetu ni akaunti namba 00000252 mpaka kama nilivyotambulisha awali. Mimi ni Abbas Kimario, mwenyekiti wa Bodakase, na nimeanza kushika mwenyekiti huu toka mwaka 2005 mwanzoni. Mwaka 2004 kurudi nyuma, Bodakase kidogo ilikuwa imekwama kutokana na baadhi ya watendaji wetu ambao walikuwa ni wajumbe wa bodi kupata na matatizo ya kiafya, hasa katibu wetu Mzee Ngoto ambaye alikuwa ni katibu kwa antiki hiyo. Kidogo taasisi yetu iliyumba au ilisita au ilikuwa inakwenda ambazo sio ilikuwa tunahitaji, na lengo la hii taasisi kwa kweli Bodakase ni kuwasaidia watoto mayatima, kama ninavyosema kwamba orphans ni watoto wa yatima ambao wako kwenye kata ya Bondeni. Kata ya Bondeni iko Moshi mjini, eneo la Bondeni, Moshi Manispaa. Wajibu wetu wa Bodakase ni mwanzo ulikuwa ni kuangalia watoto ambao ni mayatima tu waliofiwa na wazazi wao, aidha mmoja au wote wawili. Lakini baada ya mimi kuchukua uongozi, nikaona kwamba lazima twende hatua nyingi mbele, hatua kubwa zaidi kutoka pale ambapo mwanzo tulikuwa tunafanya. Kwa hiyo kwanza tukawa tunatafuta wale ambao ni kweli wamefiwa na wazazi wao na wako na walezi ambao wanawalea kwa niaba ya wazazi wao. Tukaweza kupata watoto kama 25 wa kuanzia, sababu tunajua na tunaamini kwamba Bondeni kuna zaidi ya hao watoto 25. Lakini tunaona kwamba hao watoto 25 hatuwezi kuwaweka kwenye kituo kama wanavyofanya. Kwanza sasa kuweka kwenye kituo ni kuwafanya waishi kwenye mazingira ambayo sio halisi. Huwezi au hawawezi wakaja wakajua nini ambacho mahitaji yao katika maisha ni nini. Kuwaweka mahali pamoja maana yake ni kuwafanya kama kuwafunga mawazo yao wasione nje ya pale kwamba nini wanachohitaji kujifunza kwa jamii. Kwa hivyo tukasema hapana, lazima tuwaigue hawa watoto, tujue wanapoishi, wanaishi na nani, na katika hizo nyumba wako katika mazingira gani. Tukasema tuanzishe Bodakase ambayo itafanya huduma nje ya vituo. Badala ya kuweka mahali pamoja, tuwafuate kule wanapoishi, tujue hali halisia ya maisha wanayoishi na wazazi wao. Kwa hivyo lengo la kwanza la Bodakase ni hilo, kuwahudumia wakiwa na jamii zao, wakiwa na mazingira ambayo wanaishi nayo kila siku. Faida ya kuishi nje ya makazi au nje ya vituo ni kwamba unajua hali au tabia halisia ya mtoto, mazingira ambayo anatakiwa aishi na jamii. Atakapokuwa ametoka pale akiwa katika utu uzima, atakuwa tayari ameshajifunza ni kitu gani cha kuweza kuishi kwenye jamii na nini ambacho atakuishi kwenye jamii ambacho alikipata kutoka kwa Bodakase. Kwa hivyo lengo letu lilikuwa ndio hilo. Lakini lengo la pili ni kuhakikisha kwamba hawa watoto tunawafuatilia kwa karibu ili kuweza kujua mustakabali wao wa maisha, kielimu, kitabia, kimaisha ya baadaye wanakwenda vipi. Kwa hivyo tukasema kwamba hawa watoto pamoja na kuwatambua, lakini lazima tujue pia shida zao. Wana shida gani? Wana shida ya elimu, wanahitaji nini? Wana shida ya afya yao ikoje? Na kama ni hivyo tunawafuatiliaje? Kwa hivyo tukasema kwamba ni lazima tuwatambue pamoja na walezi wao wakiwa majumbani na mazingira wanayoishi wakiwa pale majumbani. Kwa hivyo hiyo ndio lengo ambalo tulikuwa tumekuja nalo, na tukasema hili sasa ndio tutakayokwenda nalo kwenye Bodakase. Bodakase ya zamani pamoja na kwamba ilikuwa inawasaidia, na mfano mzuri ni diwani wetu wa sasa hivi wa Bondeni, Haji Kimbiaji. Alikuwa ni miongoni mwa watoto ambao walilelewa na Bodakase.
na ni mfano bora ambao anauonyesha sasa hivi kurudisha heshima au fadhila ya Barakat kwa kuwasaidia wale ambao sasa hivi wako kwenye orodha yetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Haji ni mmoja ambaye kwa kweli anatupa sapoti kubwa sana kwenye jambo hili na anazidi kututia moyo. Nilipoingia mwaka 24-25, kitu cha kwanza tulichokifanya ni kuwatambua wale watoto ambao ni mayatima. Tukawaita, tukawatambua, tukawahakiki, tukawarejista, tukaorodhesha kwamba hawa ndio watoto mayatima. Wakati huo ulikuwa ni mwisho wa mwaka kuingia mwaka mpya. Kwa hivyo tukajua baadhi ya hawa kuna mahitaji ambayo watakokuwa wanahitaji. Kwa hivyo Mheshimiwa Diwani wa sasa hivi ambaye wakati alikuwa bado Haji Fujaji akatupa mkono, akatusapoti, akasema mimi najitolea kuwapa vifaa vya shule hao watoto. Naomba mumtafutie, muniitie, nikutane nao. Na kweli tulifanya hivyo na akakutana nao, akawasaidia baadhi ya vifaa vya shule na pamoja na kulana.